Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Macho yangu nimeona siku moja ilinyesha mvua. Nafikiri kule Katabe maji yakatuama pale. Basi watu walikuwa wanakuja na ndoo kubwa mbania maji yaliyotuama kwenye eneo lile pale. Maji wanagombania watu maji. Tumekwenda sehemu moja huko, wale wazee wanaambia hatujapata maji mwaka. Serikali iliweka tangi. Unasikia? Watu wakaenda kule wakaiba wakachota, na kwa sababu walikuwa na maji ya mvua, wapata maji ya mvua yaingie kwenye tangi la kugawana na watu. Basi watu walikuwa na sabotage, kila mmoja anataka. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wanakaa miezi hawana maji, wana kutafuta kuchimba huko wapate maji. Huyu rais wetu amepeleka maji mpaka kwenye vijiji huko, amepeleka umeme. Of course bado kuna vijiji vingine bado hapeleka, lakini ndio amekuwa madarakani kamili. Mwa muda mfupi sana, lakini amefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo kina Polepole na wengine wanafanya hivyo kwa sababu pengine ni choyo tu, wivu tu, kwamba rais huyu mwanamke ameweza kufanya aliyoyafanya. Na huo ndio kweli, huwezi kukataa. Rais sasa hivi anatembelea huko mikoa mbalimbali huko, watu wanafurahi kwamba amewafanyia mambo mengi. Sasa katika hali kama hiyo, sasa ukikuta kina Polepole wanasema ni wivu tu, basi wanaona kwamba hivi mwanamke ameweza kufanya hivi. Yule si mwanamke, yule si the president. Ndio maana mimi, unajua mimi na msimamo tofauti. Watu wanapenda kumwita mama. Mimi kwa kweli ile neno mama silipendi. Anyway, lakini watu wanamwita mama. Mimi bwana, kama mwana diplomasia nasema Samia Suluhu Hassan is the president of the United Republic of Tanzania. Sisi marais waliopita hatakuwa tukiwaita baba. Si wanaume wote walikuwa tukale nikaita baba Nyerere, baba, unless Nyerere tukimuita baba wa taifa, lakini hatakuwa tukimuita baba Nyerere. Sasa kwa nini hutumute mama? Well, kama kuna watu wengi wanapenda kumuita mama sana, lakini mimi si muita mama. Mimi namuita with respect. She is the president of the United Republic of Tanzania. The president. President Samia Suluhu Hassan. Na nasema hii bila ya kutafuna meno. Kwanza kila nchi ina utaratibu wake wa kupata viongozi wake. Kila nchi kwa mujibu wa katiba yake. Na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi. Kwa sababu katiba inasema watu wote wanataka kugombea uongozi, iwe wa urais, wa ubunge, wa diwani, wa uwakilishi, lazima wawe wanachama wa vyama vya siasa. Hiyo ndio katiba yetu inasema. Sasa ndani ya kila chama kuna utaratibu wake na wa kumpata mgombea ndani ya chama. Kila chama kina utaratibu wake. Sasa Rais Samia kama mgombea amepitia utaratibu wa kichama kiliojiwekea. Na hii swala la kwamba kusema kwamba huyu kipindi chake hiki ilibidi achukue fomu na nini, unajua utaratibu tulioweka ni hivi, ni kwamba kiongozi aliyokuwepo madarakani, na hii ni kanuni ya chama, aliyokuwepo madarakani ikiwa amefanya vizuri, wananchi wanachama wake wanamtaka aendelee tena, basi
tumeweka utaratibu ya kutokupingwa. Huyu amefanya vizuri, kiongozi wetu, tumependa utekelezaji wake wa majukumu yake. Unafahamu? Na kama alivyosema Rais Samia amefanya mambo mengi. Sasa leo tuweze kumshindanisha na watu wengine kwa lengo gani? Kwa sababu gani? Tunaye candidate amefanya vizuri, na hivyo ndivyo ilivyofanyika, kwamba wamekaa pale wamesema wewe, huyu candidate wetu amefanya vizuri, kwa hivyo tumpe muda mwingine, kipindi kingine cha miaka mitano. Sasa kuna tatizo gani? Na uamuzi huo umefanywa na mkutano mkuu kwa mujibu wa katiba ya chama. Mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kumpitisha mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na hivyo ndivyo vilivyofanyika. Mkutano mkuu umempitisha. Sasa tatizo liko wapi? Kwa nini tumshindanishe na wengine kina nani? Na tunaye candidate tayari hapa na amefanya vizuri. Sasa kwa nini iwe tatizo? Na huko nyuma tulifanya hivyo, walipopita kina Kikwete huko nyuma hivyo mara ya pili hakujitokeza watu wa kumpinga walipokuwa wanagombania kipindi cha pili. Mkapa hivyo, Mzee Ali Hassan Mwinyi hivyo. Si unaelewa? Sasa kwa nini iwe tatizo kwa Rais Samia? Sasa naona hapo kuna watu wana ajenda zao ambazo kila mmoja ana ajenda yake, na kama mwana CCM kweli atasema hivyo, nitakuwa na mashaka hata na ule wanachama wake na CCM, kama kweli huyu ni mwanachama wetu au amepandikizwa tu hapo kutuletea vurugu hapo, kwa sababu utaratibu uko very clear na hakuna yoyote anaweza kusema kwamba utaratibu haukufuatwa. Utaratibu umefuatwa. Bwana, utaratibu umefuatwa. Na hakuna sababu ya msingi kumtafuta candidate mwingine asiyekuwa Samia, kwa sababu nilizozitaja. Amefanya mambo mengi mazuri, na huu ndio kweli haupingiki. Sasa mwenye macho ambayo tazama, tumeona mambo. Sasa tena ndio katika hali kama ile, kwa unataka kiongozi mwingine afanye nini zaidi ya kuliko alifanya Samia? Nafikiri tuwe very careful na tusivurugwe na watu wasioitakia mema nchi yetu, kwa sababu sasa hivi wakianza watu kuleta vurugu hapa na uvunjifu wa amani, nchi hii itaelekea pabaya, na sio azma ya Watanzania walio wengi kutufikisha huko. Sisi tunataka stability, na Samia ameweza kubring about stability pamoja na hali ngumu aliyokuta, kwa sababu kifo cha rais wa nchi ndio mara ya mwanzo kabisa katika historia ya nchi yetu, na yeye ameweza kuhandle hilo kwa uweledi mkubwa sana mpaka tumefika hapa. Mimi siamini kwamba chama hakijafanya chochote, kwa sababu kwanza Polepole kwa hayuko nchini. Sidhani kama yumo ndani ya nchi. Nafikiri Polepole anafanya mambo yake akiwa nje. Kuna sema maneno yale na kufanya anavyofanya sasa hivi, kwa kweli anastahiki kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Wakati mmoja, wakati wa kampeni, wakati wa Kikwete alipokuwa anagombania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulikuwa na candidates wengine kama Dr. Salim Ahmed Salim, alikuwa naye mmoja katika wagombea, na
kuna njama za makusudi zilitekelezwa kumvurugia Salim ugombea wake. Kuna watu na wameandika kwenye magazeti kwamba huyu bwana Hizbu, huyu Mwarabu, huyu ana ndugu yake mmoja mkuu wa majeshi Omani, huyu amehusika na mauaji ya Rais Karume. Umesikia shutuma hizo? Si ndogo hizo, lakini kampeni imekwenda, uchaguzi umefanyika, Kikwete kachaguliwa, Salim hakuitwa, sababu unapomshutumu mtu kwa hasa ile ya mauaji ya Karume, sasa hakuitwa, polisi hakwenda kumkamata, na wale waliotoa shutuma hizo hawakutakiwa kuripoti polisi kwenda kueleza, kwa sababu wewe unamwaccuse mtu kwa mauaji ya kiongozi wa nchi, alafu mambo yanapita hivi, hakuna chochote kilichofanyika. Ndio haya yanafanyika sasa. Hii ni mambo ya kisiasa. Unasema sasa, Magufuli kauliwa. Sasa okay, juzi nimesoma jeshi la polisi wamesema kwamba wanataka Polepole aje aelezee. Lakini sasa sio tu Polepole aelezee yeye peke yake. Kuna watu wengine pia nao wanaelekea kukubaliana na hiyo kauli ya Polepole. Very unfortunate. It's very unfortunate. Tumefika huko. Inasikitisha sana. Wakati ni uongo tu mtupu, hauna ithibati yoyote, ni uongo kwa sababu za kisiasa. Kwa sababu ya kutarnish image ya Rais Samia na serikali yake na chama. Basi it's very unfortunate kwamba tumefika huko. Sasa hapa kweli serikali na viongozi na vyombo vya dola vifanye wajibu wake, kwa sababu kauli kama hizi ndio hizo zinaweza kusababisha uvunjifu wa amani katika nchi. Na vyovyote takavyokuwa, serikali ya umoja wa kitaifa lazima iundwe baada ya uchaguzi. Tegemea nani atashinda, nani atakuwa mshindi wa pili pengine. Manake vyama vinataka angalau wapate 10% ile kura. Kwa hivyo tutaona hivyo. Kwa hivyo ukisema au usiseme, utaratibu huko utakikatiba. It's there. Kwamba chama chochote kitachoshinda lazima kiunde serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa maridhiano, Seif Sharif na Amani walizungumza, wakakubaliana, lakini wakatranslate yale makubaliano kikatiba. Tulifanya kura maoni hapo, watu wakapiga kura, na walikuwa wengi wamepita, wameshinda kura maoni. Na sasa tuna government of national unity. Sasa kilichokuwa muhimu sasa hivi ni kwa serikali itakayoshinda kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa maridhiano yapo kikatiba. Kwa hivyo hatuna tatizo kwa hilo. Mimi sioni tatizo hapo. Na sema tunapotekeleza dhana hiyo ya serikali ya umoja, kwa sababu makubaliano yamewekwa ili wananchi au serikali, viongozi wale waendeshe serikali kwa pamoja, ili kuondoa matatizo, kuondoa mifarakano, mfano chuki, uhasama, ili vyama viweze kufanya kazi kwa pamoja. Na hiyo ndo azma kubwa ya kuleta government of national unity. Usimwachie madaraka, kwa sababu tunajua hapa kwetu hapa vyama vinapata 50+1, 50+2, pengine 52% to 48. Unajua,
hapa makundi haya mawili yako very close. Kwa hivyo huwezi leo wewe ukaunda serikali ambayo yenye support ya 52% ukawacha 48% nje. Utapata itakuwa ni vigumu kutawala katika. Ndio maana tukaona basi alright, wacha tuwe na government of national unity ili sote tuwe mwanane, na ile ilikuwa ni some kind of confidence building mechanism ambayo mkishafanya kazi pamoja, mkaelewana pamoja, itakuwa tena mnaondoa ile kwamba labda hawa watalipiza kisasi au hawa watafanya hivi, unaelewa? Kwa sababu ile ndio ilikuwa hofu kubwa kwamba pengine tukiwaachia upinzani kama wameshinda wanaweza wakalipiza kisasi, kwa sababu kuna baadhi ya mambo mengine si mazuri ambayo yamefanyika kwenye nchi hii. Kwa hivyo kuna hofu hiyo kwamba hawa tukiwa wachia hawa kupata madaraka wanaweza wakalipiza kisasi na vitu kama hivyo. Na ndio maana tulipokuwa na ile government of national unity imesaidia kujenga hiyo confidence building mechanism ya kuonesha kwamba sote tunasafari. Kwa hivyo yeyote atakayeshinda mambo yatakuwa mazuri, kama walivyofanya South Africa. South Africa walikuwa mwanzo walianza na government of national unity, kwa sababu wale wazungu wale mabao wale walikuwa na hofu kwamba hawa wakishinda uchaguzi, hawa wakikamata madaraka, sisi tutakuwa katika hali gani? Kwa hivyo ndio kina Mandela akasema alright, at least katika kipindi cha miaka 5 mwanzo tutakuwa na government of national unity, ili ile tutafanya kazi pamoja, build up ile confidence building mechanism, basi na imework. Kwa hivyo na sisi I strongly believe kwamba it is working. Tunayo government of national unity na kila kiongozi anakuja anafanya hivyo. Sheni alifanya hivyo, aliunda hiyo serikali ya kitaifa, ingawaje tena katika uchaguzi ule wa 2015 ule kulikuwa na matatizo kidogo, lakini Rais Mwinyi alipokuja madarakani after 2020 ameunda government of national unity ambayo tunayo mpaka sasa. Kwa hiyo nafikiri hiyo inatosha, kwa sababu tunayo ile mechanism kikatiba na inakwenda vizuri. Kwa hivyo tubaki nayo hiyo. Tusisikilize hao wanasema nini, wanasema kitu muhimu ni katiba. Katiba inasema nini? Na katiba iko very clear kwamba baada ya kuunda serikali basi lazima kuunda serikali moja kitaifa kikatiba. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.